Mswada mpya wa uhuru unaopendekezwa nchini Uganda umezua hofu na upinzani mkali, huku wakosoaji wakidai unaiga sheria kandamizi ya mawakala wa kigeni ya Urusi. Wanaharakati wa haki za binadamu na waandishi wa habari wanaonya kuwa sheria hiyo inaweza kutumiwa kunyamazisha ukosoaji na kudhoofisha demokrasia nchini. Kampala, Uganda. Mswada mpya unaopendekezwa nchini Uganda, unaofahamika kama mswada wa uhuru au Sovereignty Bill, umekabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu, waandishi wa habari na baadhi ya sekta za biashara. Wakosoaji wanahoji kuwa mswada huo unaiga kwa karibu sheria tata ya mawakala wa kigeni ya Urusi, ambayo imetumiwa na serikali ya Moscow kunyamazisha sauti za upinzani na mashirika ya kiraia. Mswada huo, ambao bado haujawekwa hadharani kikamilifu, lakini maelezo yake yameanza kuvuja, unadaiwa kulenga kudhibiti mashirika na watu binafsi wanaopokea ufadhili kutoka nje ya nchi. Endapo utapitishwa, unaweza kulazimisha mashirika hayo kujiandikisha kama mawakala wa ushawishi wa kigeni na kuweka masharti magumu ya uwazi wa kifedha na utendaji, jambo ambalo wanaharakati wanasema ni jaribio la kuyadhibiti na kuyanyanyapaa. Vyanzo kutoka ndani ya bunge la Uganda, ambavyo havikutaka kutajwa majina kwa sababu hawana ruhusa ya kuzungumzia mswada huo, vimethibitisha kuwepo kwa rasimu hiyo. Hata hivyo, serikali haijatoa tamko rasmi kuhusu maudhui yake kamili au ratiba ya kuwasilishwa bungeni, hali inayoongeza wasiwasi na uvumi miongoni mwa umma. Masharti makuu na hoja za wakosoaji. Ingawa maudhui kamili bado ni siri, wachambuzi wa masuala ya kisheria na wanaharakati wanaofuatilia mchakato huu wanasema mswada unapendekeza mambo kadhaa yanayotia wasiwasi. Haya ni pamoja na uwezekano wa kuanzishwa kwa sajili maalum kwa ajili ya mashirika yanayopokea fedha kutoka serikali za kigeni au taasisi za kimataifa. Mashirika hayo yatahitajika kuwasilisha ripoti za kina za fedha na shughuli zao mara kwa mara kwa mamlaka maalum itakayoundwa. Livingstone Sewanyana, mkurugenzi mtendaji wa wakfu wa haki za binadamu au Foundation for Human Rights Initiative FHRI, aliliambia shirika la habari la ANN News kwamba mswada huo ni tishio kubwa kwa demokrasia changa ya Uganda. Alisema, lugha inayotumika inafanana kwa njia ya kutishisha na ile ya Urusi. Lengo lake si wazi, bali ni kuyatenga, kuyanyanyapaa na hatimaye kufunga mashirika yanayochunguza na kukosoa utendaji wa serikali. Chama cha waandishi wa habari Uganda, Uganda Journalists Association UJA, pia kimetoa taarifa kikieleza hofu yake. Sheria kama hii itakuwa na athari ya baridi, chilling effect, kwa uhuru wa vyombo vya habari. Itatisha vyanzo vya habari na mashirika ya habari yanayopokea msaada wa kiufundi au kifedha kutoka nje yataweza kuandamwa na serikali, ilisema sehemu ya taarifa hiyo. Muktadha wa sheria ya Urusi na historia ya Uganda. Sheria ya mawakala wa kigeni ya Urusi ilipitishwa kwa mara ya kwanza mwaka 2012. Awali ililenga mashirika yanayojihusisha na shughuli za kisiasa na kupokea fedha kutoka nje. Tangu wakati huo, sheria hiyo imepanuliwa na sasa inajumuisha vyombo vya habari na hata watu binafsi. Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu yameilaani sheria hiyo kwa kuminya vikali uhuru wa kujieleza na kukusanyika nchini Urusi. Wakosoaji nchini Uganda wanarejelea historia ya nchi hiyo ya kutunga sheria ambazo zimedaiwa kutumiwa kubana upinzani na asasi za kiraia. Sheria ya usimamizi wa umma, Public Order Management Act POMA, ya mwaka 2013 kwa mfano, ilikosolewa vikali kwa kutoa mamlaka makubwa kwa polisi ya kuzuia mikutano ya hadhara, hasa ya kisiasa. Vilevile, sheria ya mashirika yasiyo ya kiserikali, NGO Act, ya mwaka 2016 iliweka masharti magumu ya usajili na uendeshaji kwa asasi za kiraia. Dr. Fredrick Goloba Mutebi, mchambuzi wa siasa za eneo la Maziwa Makuu, anasema mwelekeo huu unaendana na mtindo mpana zaidi barani Afrika, ambapo serikali zinajaribu kudhibiti ushawishi wa kigeni. Kwa upande mmoja, kuna hoja halali kuhusu kulinda uhuru wa nchi, lakini kwa upande mwingine, sheria hizi mara nyingi hutumiwa kama fimbo ya kuadhibu wale wasiokubaliana na serikali. Changamoto ni kupata uwiano sahihi, alieleza Dr. Fredrick Goloba Mutebi. Mtizamo wa serikali na athari za kiuchumi. Wale wanaunga mkono mswada huo, wengi wao kutoka chama tawala cha National Resistance Movement NRM, wanadai kuwa ni muhimu kwa usalama na uhuru wa taifa. Mbunge mmoja akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina alisema, Uganda ni nchi huru. Tunahitaji kujua ni nani anafadhili nini ndani ya mipaka yetu. Hii si kwa ajili ya kukandamiza, bali ni kwa ajili ya wazi na kuhakikisha maslahi ya Waganda yanalindwa dhidi ya ajenda za kigeni. Hata hivyo, sekta ya biashara na uwekezaji inaonyesha wasiwasi.
Mchambuzi wa masuala ya kiuchumi anayefanya kazi na benki moja kubwa jijini Kampala alionya kuwa sheria hiyo inaweza kutuma ishara mbaya kwa wawekezaji na washirika wa maendeleo. Mashirika mengi ya kimataifa na wawekezaji hutegemea ripoti na utafiti kutoka kwa asasi za kiraia za ndani. Ikiwa asasi hizi zitadhoofishwa, itaathiri mazingira yote ya uwekezaji, alisema. Uganda inapokea milioni ya dola kila mwaka kama msaada wa maendeleo kutoka kwa nchi za magharibi na taasisi za kimataifa. Fedha hizi hupitia kwa serikali na kwa kiasi kikubwa kupitia mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yanatekeleza miradi ya afya, elimu, maji safi na utawala bora. Sheria mpya inaweza kutatiza mtiririko huu wa fedha na kuathiri moja kwa moja huduma muhimu kwa wananchi. Mustakabali wa mswada na wito wa majadiliano. Hatima ya mswada wa Uhuru bado haijulikani. Mashirika ya kiraia yanapanga kampeni ya pamoja ya kuishinikiza serikali kuweka wazi rasimu ya mswada huo na kuruhusu majadiliano mapana ya umma. Wanataka bunge lifanye mashauriano ya kina na wadau wote, ikiwemo asasi za kiraia, sekta binafsi na wananchi kwa jumla, kabla ya kuchukua hatua yoyote. Balozi za nchi za magharibi mjini Kampala zinafuatilia kwa karibu hali hiyo, ingawa nyingi zimesita kutoa matamko rasmi. Hata hivyo, mwanadiplomasia mmoja wa Ulaya alidokeza kuwa sheria yoyote inayofanana na ile ya Urusi kuhusu mawakala wa kigeni itakuwa jambo la kutia wasiwasi mkubwa na inaweza kuathiri uhusiano wetu. Wakati Uganda ikijiandaa kwa duru nyingine ya mjadala kuhusu uhuru, uwazi na ushawishi wa kigeni, macho yote sasa yanaelekezwa kwa serikali ya Rais Yoweri Museveni na bunge la nchi hiyo. Uamuzi watakaochukua kuhusu mswada huu tata utakuwa na athari kubwa sio tu kwa mashirika ya kiraia, bali pia kwa mustakabali wa demokrasia, haki za binadamu na uhusiano wa kimataifa wa Uganda kwa miaka mingi ijayo.